Na hatimaye kwenye taarifa za Dira ya Wiki leo na kuacha na makala maalum. Vijana wawili ambao waliwahi kugonga vichwa vya habari mnamo mwaka 2014 ambao baada ya kunusurika mojawapo ya mashambulizi mabaya zaidi ya kigaidi katika kanisa la Joy eneo la Likoni kaunti ya Mombasa, sasa wamevuka mawimbi na kufanikisha hatua kubwa maishani mwao. Gift ambaye mamake aliuawa papo hapo wakati wa washambulizi waliotajwa kuwa wa kundi haramu la Al-Shabaab walipofyatua risasi ndani ya kanisa, na mdogo wake Satrin ambaye alikuwa na miezi 4 tu aliponea risasi ambayo iliyokwama kwenye ubongo kwa zaidi ya saa 24. Gift Osinya sasa amehitimu na shahada ya teknolojia yani IT, na kama anavyoelezea mwanahabari Lennox Sengre, Gift anasema marehemu mamake aliyekutwa na mauti mikononi mwa magaidi alitabiri kuwa siku moja wangepata usaidizi na kufanikiwa maishani mwao. Naarifiwa ni kuache na taarifa hiyo ambayo inakujia kwenye muda usiokuwa mrefu, lakini kwa niaba ya wenzangu katika kampuni ya Standard Group tunakutakia wikendi njema na sikukuu njema ya Jamhuri. Kwaheri kwa sasa. Kama kiti nimemgonga hapa ama gunshot ndio ilipita tu. Sikujua. Mimi nasikia tu vibaya kwa sababu nammiss sana. Wakati wote alikuwa yuko na mimi. Dhoruba ya shambulizi la mwaka wa 2014 imesalia kuwa kumbukumbu inayofunga kinywa. Na ambalo hata miaka 10 baadaye limesalia kuwa donda sugu. Mimi nasikia tu vibaya kwa sababu nammiss sana. Wakati wote alikuwa yuko na mimi. Mali zilizotapakaa za waumini ndani ya kanisa la Joy Jesus Likoni kaunti ya Mombasa, dhihirisho tosha kusimulia simulizi ya kutisha ya asubuhi ambapo watu wanaodaiwa kuwa wanamgambo wa Al-Shabaab walivamia mabada hayo. Katika tafrani hiyo, Veronica Otieno alipigwa risasi na kufariki papo hapo wakati akimkinga mwanae mchanga Satrin Osinya. Risasi hiyo iliyomua Veronica ilipita mwilini mwake na kutoboa kichwa cha Satrin na kuingia ndani ya ubongo wa mtoto huyo. Katika sitofahamu hiyo, Gift Osinya, kijana mdogo aliyekuwa bado hajafahamu uzito wa kifo, alijikaza kijasiri na kujitosa katikati wa mniko wa risasi kumwokoa mdogo wake aliyekuwa miezi 18 tu, huku watu 6 wakiuawa katika shambulizi hilo. Naomba Satrin apone. Sababu ilikuwa yanichesha sana ambayo nilikuwa napenda. Gift aliyekuwa ameketi karibu na mamake ana kumbukumbu ya kila sekunde ya tukio hilo, huku akielezea kuwa siku hiyo ilianza kwa dalili zisizokuwa za kawaida. On that morning, my small brother actually was a bit up and down. Okay, he was just crying, like he didn't want to go to church that morning. So personally, I feel like that was a sign on that morning. But I remember the last teaching with the pastor on that fateful day. If salt isn't used, it will just go to waste. That was the last thing he said, and then, yeah, everything changed. Akiwa na umri wa miaka 10 tu, Gift anakumbuka fika jinsi magaidi walivyofyatua risasi iliyokatiza maisha ya mamake. First instinct was just to lay down, which I did. Then after, it was so fast. I didn't see any of the terrorists. He was walking around next to my mom. Then the shooting started. Okay, at first I thought it was like a bench that fell, but it wasn't. I did believe that she was shot because everybody was taking cover. After I went and checked on my mom, she wasn't responsive. There was a function that by then the president Uhuru was attending. He also told me sorry, encouraged me.
Wasemavyo asiyekuwa na ndugu, jirani huwa ndugu. Halisia huo uliwafikisha Gift na Satrin kwenye makao yaliyekuwa gavana wa Nairobi Mike Sonko, ambaye aliwakumbatia kama familia yake. Gift mwezi huu amehitimu na shahada ya tahama yani IT kutoka chuo kikuu cha Scott Christian University katika hafla iliyohudhuriwa na familia ya Sonko. Katika mahojiano ya moja kwa moja na Osinya, anasema ilikuwa ndoto ya marehemu mamake kwenye uhai wake kwamba watoto wake siku moja wangepata msaada kupitia ukarimu wa Sonko. Ndoto ambayo ilitimia kupitia maumivu kupoteza uhai wake. The life that I'm living, yeah, it was my mother's wish. She was like, one day she was watching the news and she's like, hey, I'm seeing Sonko giving handouts. See, I just wish one day he takes 2 of my kids. The victims were rushed to Coast General Hospital and now they could not remove the bullets. I think we had to look for the services of flying doctors, that's AMREF. The baby was flown all the way to Nairobi. After 24 hours, a team of doctors removed this bullet, which was lodged in the head successfully. Now from there, I remember very vividly, we had to take care of these 2 kids. Licha ya majeraha na kumbukumbu mbaya, Gift na Satrin leo ni vijana wanaong'aa. Gift akiwa na shahada yake ya IT, tayari anatekeleza ubunifu wa teknolojia. Hivi karibuni yeye na vijana wenzake wamezindua mfumo wa CCTV unaotumia AI kwa kunakili uhalifu kwa wakati halisi. We accepted these 2 kids. They joined our family, they became members of our family. We decided to stand with them. We took a Gift to Bethlehem School in Ruiru, where he passed with flying colors. After that, he joined Lenana School, passed, flying colors. After that, we took him to Scots University. Now we intended to fly him to London, where my daughter is, so that he can pursue his masters. As part-time, he joined also Diamond Trust Bank as one of the deputy directors of IT. Because they're calling me dad, they're calling my wife mother. Kuku asiye na mamake hufunikwa na umande. Na Osinya, mtoto aliyebaki na risasi kichwani, aliyekuwa na miezi 18 tu, sasa ni kijana barubaru ambaye ameshinda kila vikwazo na kuibuka akiwa kumbukumbu ya ujasiri. Lennox Sangre, runinga ya KTN.